ili shetani augeuze moyo, kuna mambo ambayo huwa anayafanya. Jambo la kwanza, atatengeneza mazingira ya wewe kutenda dhambi, kwa sababu Biblia inasema kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Maana yake ni kwamba wakati wote mtu anapotenda dhambi, Ibilisi anaanza kumtawala, Ibilisi anaanza kummiliki. Shetani akishakumiliki, uwe na uhakika ni rahisi kwake kubadilisha moyo wako, kugeuza moyo wako. Lakini pili, njia ambayo shetani huitumia kumgeuza mtu moyo ni njia ya kumpa kiu ya kumtolea sadaka, kutoa sadaka, kushiriki ibada za miungu. Kushiriki ibada za miungu, inawezekana ukaenda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya changamoto fulani, na ukishatoa tu sadaka, maana yake shetani amemiliki moyo wako na tayari ana uwezo sasa wa kugeuza. Sasa tuangalie namna gani unaweza ukawa mtu asiyegeuzwa moyo, jinsi ya kuwa mtu asiyegeuzwa moyo. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, ili usiwe mtu unayegeuzwa moyo, hakikisha kwanza unatambua na kujua ya kwamba kuna nyakati ambazo utapitia furaha na kuna nyakati ambazo utapita kwenye mateso. Kwa hiyo wakati wote utakaopita kwenye mateso, usiruhusu moyo wako kufadhaika, usiruhusu fadhaa ya namna yoyote ikautesa moyo wako. Sababu kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 3, Paulo anasema mtu asihuzunishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua kuwa twawekewa hizo. Sikiliza, kuna shida nyingi, kuna mateso, kuna makwazo ambayo wakati mwingine unapaswa kujua kwamba kuna majira yatatokea kwenye maisha yako, na ni sehemu ya maisha ya mtu wa imani. Wakati wote anapotokea, wala usishangae na kufika mahali kufikiri pengine usuluhisho ni kumwacha Mungu au kuacha ukamilifu wako kwa Mungu na kugeukia miungu mingine. Kwa hiyo usiruhusu kufadhaishwa na mateso. Lakini jambo la pili, usiache uchungu ukuondoe kutoka kwa Mungu. Usiache uchungu ukuondoe toka kwa Mungu. Kuna watu ambao wameondoka kutoka kwa Mungu kwa sababu ya roho ya uchungu. Kwa hiyo usiache uchungu ukuondoe toka kwa Mungu. Waebrania 12:15 nasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka kuwasumbua na watu wengine wakati wa unajisi. Kwa hilo usikiza watu wa Mungu, wakati ambapo uchungu huwa unainuka, nimeona watu wengi wanaacha kumwabudu Mungu, wanamwacha Mungu, wanaacha ukamilifu kwa Bwana, mioyo yao inageuka kwa sababu tu pengine wamepitia uchungu. Kwa hiyo usiache uchungu, ili uwe mtu asiyegeuzwa. Usiache uchungu ukuondoe kwa Mungu. Lakini jambo la tatu, usiondolewe kwa sababu ya mabadiliko katika hali yako. Usiruhusu mabadiliko ya hali yakakuondoa kwa Mungu. Anasema hivi katika Matendo ya Mitume 2:25, anasema maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu yuko upande wako, kamwe usiruhusu kuondolewa kwake. Utambue kabisa katika maisha, makwazo, mateso ni sehemu ya maisha. Kuna wakati mabadiliko ya hali yanaweza yakatokea. Kwa hiyo hakikisha badiliko lolote lisikutetemeshe, lisikutikise. Zaburi ya 46 ukisoma pale anasema hivi, anasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Kwa usiruhusu mabadiliko yote ya hali ya kuondoa kwa Mungu. Lakini pia usiruhusu kutikisika. Anasema Daudi, kwa kuwa Bwana yuko upande wangu sitatikisika. Na mimi nataka nikuhakikishia kwamba madamu umeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usiruhusu kutikisika, usiruhusu kuondoka kwenye imani. Angalia wakati wa Israeli wanatoka Misri kuelekea Kanaani, ilifika mahali ambapo wakiwa watumwa chini ya koloni la Babeli walivitundika vinubi vyao. Kwenye Zaburi ya 137 mstari wa 4, Daudi anasema, anazungumza namna ambavyo Waisraeli walikuwa wakiimba wakisema kwamba tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Sikiza nikwambie, usiishie tu kunung'unika na kuacha kile ambacho Mungu ameisha kiweka ndani yako kwa sababu ya nyakati za mateso, kwa sababu ya mabadiliko. Usiruhusu mabadiliko ya kuondoe kwa Bwana. Lakini jambo la 4, usitolewe kutoka kwenye njia ya haki kwenda kwenye njia za mkato. Watu wengi sana wamefika mahali wamegeuka kwa sababu ya vitu walivyovitarajia kwenye maisha yao kwamba vitokee na havikutokea, na matokeo yake ni kwamba wamejikuta wakigeukia njia za mkato, wanaenda kwenye njia za mkato. Kwa hiyo usiruhusu kuondoka kwenye njia ya kweli ambayo ni Yesu na kwenda njia ya mkato. Zaburi 23:3 anasema, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo Bwana atakuongoza katika njia za haki, haijalishi maisha yako yakoje. Lakini 5, usitikiswe
au usisababishwe kufanya uovu. Usiruhusu kufanya uovu. Bwana asifiwe. Jambo lingine la 7, usisababishwe kujiunga na wanung'unikaji. Usijiunge na makundi ya watu ambao wamezoea kulalamika. Biblia inasema atendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano. Kwa unahitaji kufanya sawasawa kwa kadri Mungu anavyokuongoza. Mungu akutie nguvu, haya mambo ya kusaidia. Iko sehemu ya 3 ya somo hili. Unaweza kuwasiliana na mimi mtumishi wa Mungu Sylvester Abilo kwa namba 0755813638. Mungu akubariki mahali kokote uliko.